Yesu makofi. Yeah. Wazi milango la mbinguni na wote waingiao watapatana. Kanisa tumame Bwana. Liko lango Yesu shangwe. Ay 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 ay. Yeye ni lango la raha. Haya Yesu ni lango hili. Yesu ndiye Yesu lango hata sasa kwa wakubwa na wadogo, tajiri na masikini. Yesu ndiye lango hata sasa kwa wakubwa, tajiri na masikini. 121 cheza kidogo. Ay 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 ay. Lango letu ni Yesu Bwana. Ionyeshe hiyo sura ya furaha, ionyeshe. Hili ni lango la raha. Hili ni lango la raha. Ni lango la rehema. Kila mtu apita. Hana machozi tena. Hili ni lango. Hana machozi tena. Leo turudie tena ubeti. Hili ni lango la raha. Ni lango. Kila mtu hana machozi. Lango
tutavikwa uzima. Natamani tuimbe kwa sauti zetu. Tukipita sauti zetu tena, tukipita na tutavikwa tulio chukua, tutavikwa. Turudie tena kwa mara nyingine tena. Tukipita lango tutatua tunataka tukafanye jambo la imani. Haleluya. Hii beti ya 5 nataka uambie kila mtu, mwambie mtu hima ndugu tuingie. Haleluya. Natamani utembee kwa kila mmoja umwambie haya maneno. Haleluya. Tembea kwa kila mmoja umwambie haleluya. Yeah. Oh, hima ndugu, hima tuingie. Lango halijafungwa, lango ikifungwa, semea tena, mara halitafunguliwa, mwambie, mwambie, oh ima ndugu, lango ikifungwa, mara moja mwambie, 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 oh ima ndugu, tuingie. Oh likifungwa, mara moja halitafunguliwa. Mwambie, 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 ima ndugu, natamani niingie na wewe. Haya sasa, haya sasa.
la mbingu. Lango ndiye Yesu Bwana wote. Lango la mbingu. Vigelegele kwa Yesu, haleluya. Haleluya. Niseme nini Bwana? Wewe Bwana bali. Kanisa tumwambie tu Bwana, niseme nini? Niseme nini kwa haya yote? Hivi nilivyo ni kazi ya mikono yako Bwana. Niseme nini Bwana bali na shukuru? Niseme nini Bwana? Wewe umenivusha Yesu. Ninakushukuru wewe Bwana. Shukuru tu Bwana kwa makofi yako. Asante Bwana Yesu. Ongeza tu makofi yako ya shukrani kwa Bwana. Tunakushukuru Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shangilie Bwana kwa ajili ya hii nafasi na neema aliyotupa. Haleluya. Amina. Basi kwa wakati huu ni nafasi nyingine ambayo tunaleta matangazo. Awali ya yote nikaribishe wageni ambao ni mara yao ya kwanza kuabudu pamoja nasi. Kama upo mahali hapa ni mara yako ya kwanza, hebu nyosha mkono tukuone. Kanisa letu linabarikiwa linapoona wageni. Haleluya. Shangilie Bwana kwa ajili ya wageni walionyosha mikono. Amen. Natamani mchukue hatua nyingine ya kuja hapa mbele, mjitambulishe tuwaone. Wengine wako mbele yenu hawajawaona, wengine wako nyuma kule hawajawaona. Basi tukupe nafasi ya upendeleo, njoo huku mbele tupate kumtukuza Mungu pamoja nawe. Haleluya. Njoo tu huku mbele ulionyosha mkono, usiogope. Kwa Bwana wote ni wenyeji, tunamtukuza Mungu. Amen. Basi kwa ufupi kabisa utataja jina lako, mahali unakotoka, kama umeokoka, ulikuwa unaabudu wapi mara ya kwanza, tupate kufahamu. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nimejisikia amani sana kuwepo mahali hapa. Kwa jina naitwa Alisa Aule, natokea hapa Dodoma. Bado sijaokoka ila nilitamani kuokoka siku ya leo. Shangilie Bwana kwa ajili yake. Utarudi utapata hiyo nafasi, rudi ukakae pale afu tutakupa nafasi. Karibu sana Alisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni jirani yangu. Leo ameamua kuungana pamoja nasi, tulimkabisha kanisani, kaamua kubali kuungana pamoja nasi kanisani. Asante Peter kwa kuhubiri Injili. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Irene, nimeokoka na mpenda Yesu. Nimetokea hapa Dodoma. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Skola, nimetokea Dar es Salaam. Nimekuja hapa Dodoma kikazi. Nimeokoka na mpenda Yesu. Barikiwe sana. Haleluya. Haleluya watumishi wa Mungu. Amen. Na yule ambaye amependa kuokoka, karibu huku mbele. Tukuongoze sala ya toba kwa sababu Yesu anaweza karudi wakati wote. Tumeambiwa tujui saa wala siku. Asija karudi saa hii tukakuacha. Kwa hiyo akirudi saa hii tunaamini tunataka tuondoke wote. Haleluya. Amina. Naamini mbingu zimenyamaza kwa ajili yake ili apate kuongozwa sala ya toba, na ninaamini tunavyoshangilia hapa na malaika mbinguni watashangilia kwa ajili yake. Karibu mchungaji.
Amina. Endelea kumshangilia Mungu kwa ajili yake. Si kitu kidogo kufanya maamuzi. Amen. Mungu akubariki. Kumbushe tena jina lako. Lisa. Lisa nani? Aule. Mungu akubariki. Naomba upige magoti. Basi kanisa, naonaje kama tukisimama wakati dada huyu anampokea Yesu? Wakati wetu tuendelee na kuomba. Haleluya. Lisa, sema maneno haya. Sema: Bwana Yesu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa siku ya leo. nakushukuru kwa siku ya leo. Umenileta nyumbani mwako. Umenileta nyumbani mwako. Ili nipate uzima. Ili nipate uzima. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakubali. Ninakubali. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosa. Nimekukosa. Katika mambo mengi. Katika mambo mengi. Ninayatubia Bwana. Ninayatubia Bwana. Nilivyokosa. Nilivyokosa kwa ulimi wangu. Kwa ulimi wangu. Kaza mikono yangu. Kaza mikono yangu. Mawazo yangu. Mawazo yangu. Naomba damu yako. Naomba damu yako. Inioshe. Inioshe. Nitakase. Nitakase. Bwana. Bwana. Ninayatoa maisha yangu. Ninayatoa maisha yangu. Ili nikutumikie. Ili nikutumikie. Nakataa kazi za shetani. Nakataa kazi za shetani. Nakataa kuipenda dunia. Nakataa kuipenda dunia. Nakataa tamaa ya dunia. Nakataa tamaa ya mwili. Tamaa ya mwili. Nakataa maagano yoyote. Nakataa maagano yoyote. Niliyofanya kwa kujua. Niliyofanya kwa kujua. Na kwa kutokujua. Kinyume na neno lako. Bwana nisamehe. Leo ninayavunja yote kwa msaada wa damu yako. Naingia agano jipya na wewe Bwana. Asante Bwana. Jina langu lifutwe kwenye kitabu cha hukumu. Jina langu liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa ukawe Bwana Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kumesikia na kunisamehe na kunibadilisha. Roho mbaya hazina nafasi kwangu. Roho Mtakatifu akanijirie na kunitakasa na kunibadilisha. Amen. Hebu vunja, haribu mazoea, marafiki, chochote ambacho hapo kwanza kwa kujua au kwa kutokujua, kwa kupenda au kutokupenda, kilimtumikisha. Jamani, amina. Baba, katika jina la Yesu tunakataa chochote ambacho ni pando la ibilisi ndani ya maisha yake. Baba, katika jina la Yesu tunamleta kwako. Roho wako Mtakatifu Bwana akambadilishe. Maana umesema wote waliompokea aliwapa nguvu za kufanyika watoto wa Mungu. Mbadilishe, mfanye mwanao, mtengeneze, mheshimishe, mfungue kila kifungo. Badilisha fikra, badilisha mawazo, badilisha nafsi, badilisha kazi za mikono yake. Bwana, lolote ambalo ni ovu likaondoke kwake, lolote ambalo ni nuru likapande kwake, kwa utukufu wa jina lako. Tunakushukuru maana umefanya haya na nakuzidi ili kuliinua na kulitukuza jina lako ndani ya maisha yake, katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa jina naitwa Lisa. Nimeokoka kuanzia leo na kuanzia leo tutakuwa Jumapili leo. Wanawake na vijana na mabinti, mpokeeni mwenzenu huyu na tuendelee kumlea katika Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi wageni, tukimaliza ibada mtapata nafasi ya kuongea na viongozi, kwa hiyo msitoke mapema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya wageni nitatoa ratiba za wiki. Siku ya Jumatatu kanisa linakuwa na maombi kuanzia saa 10:30 jioni. Kwa hiyo karibuni wageni wetu. Ukiona unahitaji nguvu ya uamsho ndani yako, ukiona una kiu au una mzigo wa kuomba, basi njoo kesho saa 10:30 jioni. Tutakutana na waombaji kwa ajili ya maombi. Siku ya Jumanne ni siku ya wanawake na wanaume. Tunakutana mahali hapa kwa ajili ya ibada. Siku ya Jumatano ni siku ya mafundisho ya neno la Mungu. Kwa hiyo kama unahitaji kujua neno la Mungu vizuri ili utumie silaha ya Mungu vizuri, basi njoo siku ya Jumatano upate kujifunza
maneno ya Mungu. Alhamisi ni ibada za ushemasi. Ijumaa tuna maombi ya kufunga na tunahitimisha wote mahali hapa. Muda ni huo saa 10. Kwa hiyo karibuni. Ijumaa ni siku ya maombi ya kufunga. Tunakuwa na ajenda mbalimbali za kuombea. Tunaombea ibada, tunaombea nchi, tunaombea familia, tunaombea mambo mengi. Kwa hiyo karibu siku ya Ijumaa ukiweza funga, na ni utaratibu wa TAG kwamba Ijumaa tunafunga na kuomba. Kwa hiyo ukiona uwezi kuja mahali hapa kuomba, lakini hakisha unaifahamu ratiba na unafanya kama ambavyo tunaelekezwa na viongozi wetu. Siku ya Jumamosi ni siku ya mazoezi kwa uimbaji, kwaya pamoja na praise. Kwa hiyo kama wewe una mzigo kwenye hilo eneo, kutana na viongozi ili wakupe utaratibu. Siku ya Jumapili tuna ibada moja kwa sasa ambayo inaanza saa 2 kamili. Naendelea kusisitiza. Ibada inaanza saa 2 kamili. Kwa hiyo kama kuna roho ambayo inakuzuia usiwahi ibada, basi muombe Mungu akusaidie. Kwa sababu kuna vitu vingine shetani anaweza kutumia kama mlango wa kukuzuia. Basi weka mambo yako vizuri ili saa 2 uhusike na wewe kwenye ibada ya maombi, na hiyo ndio inayohuisha nafsi na roho yake na roho yako. Na hiyo ibada ya maombi ndio ambayo inaondoa vitu mbalimbali, inafanya vitu vingi viondoke kwenye maisha yako. Lakini ukikaa kwenye ile utaratibu wako wa kila siku, huwezi kumuona Mungu. Kwa hiyo husika kwenye maombi. Hakikisha unaanza vizuri maombi asubuhi na watumishi wengine, halafu tutaendelea na kipindi cha Sunday School, then tunaendelea na ibada yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Basi hizo ndio ratiba zetu za ibada. Tangazo la 3 ni zamu za wiki. Mzee wa zamu atakuwa kaka George Mugabe. Mashemasi watakuwa Ali, Mariamu Ali na Elizabeth. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua kama wapo hapa. Amina. Mungu awabariki. Tangazo la 4. Leo tutakuwa na sadaka ya kupanda chuo cha makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jiandae kwa ajili ya hiyo sadaka pia. Tangazo la 5, Jumapili ijayo kutakuwa na kikao cha wazee wa kanisa. Kama wewe ni mzee, basi naamini tangazo hilo umelisikia, basi utajiandaa na kuambia wale wazee ambao leo hawajapata neema ya kuwepo mahali hapa. Kuna tangazo kutoka idara ya watoto. Ninatamani kiongozi wa idara ya watoto kama yupo, basi aje alitolee hilo tangazo. Karibu. Naomba tuokoe muda. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Napenda kuwakumbusha kwamba wiki letu linaanza tarehe 9 hadi tarehe 15 mwezi wa 6. Tunahitaji kwa wale ambao tuliomba support tuwezeshe mchango. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kama tulivyotangaza sare kwa wadada watavaa, tuna sare tunataka tushone wale watoto wa dada. Tuna sare ambayo tulitangaza 15,000, alafu kwa kaka tunahitaji 5,000 ya t-shirt. Bwana asifiwe. Tunahitaji mchango wenu na maombi yenu. Mungu awabariki. Pia Jumamosi kuna mazoezi. Nahitaji mje watoto waje kwa ajili ya mazoezi. Kwa hiyo wakiomba ruhusa basi tunawahitaji. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Samanini sana kwenye mchango ni 15,000 kwa ajili ya kumshika mkono mchungaji, lakini t-shirt kwa ajili ya wavulana ni 10,000. Wasichana tulisema kitambaa mita ni 3,000. Ni hilo tu nataka nieleweke sawa. Bwana Yesu asifiwe. Basi naamini Mungu, tuendelee kumwomba Mungu kwa ajili ya wiki la watoto, kwa sababu hata sisi tulikuwa watoto, tumepita huko, tumefundishwa hata tukawa hivi jinsi tulivyo. Kwa hiyo tuendelee kuliombea leo wiki kama walivyosema, na tuatie moyo kwa kutoa michango. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi haya ndio matangazo yangu ya leo. Kama kuna nyongeza, naamini kiongozi wetu mchungaji atayaongeza. Jamani, haleluya.
Anasema Bwana, wakati ule nikitegemea wachawi, ninahangaika kuoga njia panda na maji, ninahangaika kuvunja vibuyu njia panda, ninahangaika na hiki, ninahangaika na kutafuta mbuzi wa blue sijui nyekundu, ninahangaika kutafuta kuku, lakini leo ninalo neno moja tu, kucheza madhabahuni pako, kusema Yesu ni Bwana. Sirudi tena huko nyuma. Anakumbuka alivyohangaika na nguvu za wachawi, alivyohangaika na vibuyu, alivyohangaika na masharti ya kipuzi, ya kipepo, ya kumdhalilisha. Anakumbuka. Kwa hiyo hata unyenyekevu wako unakuwa mkubwa. Anasema ye Bwana, kama yule mchawi alivyoniagiza hivi na nilifanya, ni nini mimi kucheza madhabahuni pako? Hasemi mimi ni mtu mkubwa, mimi nina cheo, nimevaa sijui nini. Anakumbuka, anajinyenyekesha mbele za Bwana. Jamani, haleluya. Kumbuka. Kuna ushindi katika kukumbuka. Kuna unyenyekevu katika kukumbuka. Kuna usafi katika kukumbuka. Maana Biblia imesema asiyekumbuka ni dhalimu. Jamani, haleluya. Ndio maana kawaonya wanafunzi wa, fanyeni hivi kwa kunikumbuka, kwa ukumbusho kwamba nimetengeneza agano jipya na nyie kwa damu yangu na kwa mwili wangu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Kwa hiyo mimi na wewe tusiache kukumbuka. Ni uponyaji wa kimungu tunapokumbuka. Hutuletea unyenyekevu tunavyo. Lazima na sisi tufanye kama huyo Nebukadreza. Mungu atufanye tuwe na miguu minne, tutembee kama ng'ombe au mbuzi, tule majani. Manake ni kweli hatutafikia kiwango hicho, lakini mpaka tufilisishwe, mpaka tufilisike. Sasa hivi Mungu anatupa kununua hata mgebuka, kununua hata sangara, kununua hata sato, mpaka Mungu aturudishe huko nyuma, tupigike ndio tuseme mbona nilikuwa siri hivi? Kwa nini? Mungu ameona umesahau, anakurudisha huko nyuma uweze kukumbuka. Jamani, haleluya. Hilo ndio jambo ambalo Mungu anataka tukumbuke. Lakini kwenye kukumbuka ni pamoja na lile lililoandikwa katika kitabu hiki cha Isaya sura ya 53. Isaya 53 ule mstari wa 4 na 5 tukisoma. Ndio maana tunaenda na meza hii ya Bwana. Kuna wengine wanakuwa hawawezi. Kuna wengine wanakuwa katika utata. Kuna wengine wanakuwa wamejeruhika ofisini, wamejeruhika kwenye biashara, wengine wamejeruhika katika ndoa zao. Lakini hili ndilo Bwana alilolifanya. Na Mungu anasema tunapoiendea meza yake tukumbuke. Haya, tusome Isaya 53 mstari wa 4. Tusome mpaka wa 5. Kitabu cha Isaya 53 mstari wa 4 hata wa 5, nao nasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejutika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Jamani, haleluya. Mungu ndicho anachotaka tukumbuke. Amejeruhiwa kwa makosa yetu, amechubuliwa kwa makosa yetu. Kwa nini tukumbuke? Unapokumbuka unamwambia shetani, unataka ulipwe mara 2. Kwa nini unanijeruhi? Kwa nini unanihuzunisha? Kuna ambaye alichukua huzuni, kuna ambaye alilipa adhabu ya makosa yangu. Kuna ambaye alihuzunishwa, kuna ambaye alifidhuliwa. Unapomkumbusha, anapoijua haki yako, ni kama vile mtu anakuja kukudai deni na wewe ulishalilipa. Unanidaije hili deni na mimi nimekwisha kulilipa? Kwa nini unanihuzunisha? Kwa nini unanifidhuli? Kwa nini unatafuta kuniaibisha? Nimekwisha kulipiwa hili deni. Tunapoendea meza ya Bwana, sema naye. Eneo lolote unaona kwamba umejaa huzuni, umesumbuliwa, ni mahali pa kumkumbusha huyo adui yako. Mwambie, kwa nini unanidai mara 2?
Hili deni limelipwa. Amechukua huzuni yangu, amechukua mashtaka yangu, adhabu ya kila kosa, ya kila dhambi, ya kila aibu alilichukua, na akasema imekwisha. Kwa nini unanijeruhi? Mara ya pili. Mbona kama ni deni la kawaida unasema? Na hili nalo katika ulimwengu wa roho liseme. Kumbuka Yesu alienda kwa ajili yako, ni kana kwamba wewe mwenyewe umekwisha kumlipa. Kwa nini anarudi kwako kukuhuzunisha, kukutweza, kukudharau, kukupa shida, kukuondolea chakula chako? Yesu Kristo alisema mwanadamu hana mali pa kuweka. Kwa nini anarudi kukutwisha umasikini na laana? Mwambie sitaki tena, ninatoka huko, nimekumbuka, nimeshakulipa. Mwende kwa hoja. Saa nyingine naye anatamani uwe na hoja. Jamani, haleluya. Mwende na hoja leo. Mwambie hiki sikitaki kwangu tena. Ni kama kwamba unanidhulumu kwa kunidai mara ya pili. Yesu alienda msalabani kwa ajili gani? Si kwa ajili yangu. Mwambie sitaki haya, sitaki haya, sitaki hiki katika maisha yangu. Sitaki kurudi dhambini. Yesu amekuwa nguvu yangu, maana amesema aliye dhaifu na aseme mimi ninazo nguvu. Jamani, haleluya. Tulisema hapa wakati wa Sunday school, huna sababu ya kurudi dhambini. Huna sababu ya kula matapishi. Huna sababu ya kurudi kwenye matope. Yupo ambaye alifanyiwa dhihaka, alishtakiwa kwa ajili ya uwe na hoja. Na kataa hayo yanayotokea maishani mwako, yanayokufanya kuwa dhaifu. Wewe si dhaifu, na amesema aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Iwe ni zina, iwe ni ulevi, iwe ni uchawi, kataa maagano. Sema alikwisha kuvunja agano la uchawi ndani ya maisha yangu, mimi niko huru. Jamani, haleluya. Maana mwingine anataka kuacha uchawi, lakini uchawi unamfuatilia tu. Kwa nini ufuatiliwe na uchawi? Na amesema ametengeneza. Mwambie, kwani hujui mimi niko kwenye agano jipya? Ile agano la kichawi ndio nilikuwa nao, ndio familia ilikuwa nao, lakini silitaki tena. Bwana Yesu leo ametengeneza agano jipya. Uchawi sitaki, uongo sitaki, dharau sitaki, umaskini sitaki. Mkumbushe hutaki, unataka kuwa safi. Ni haki yako. Peleka hoja. Kwa nini anakugandamiza? Hutaki na hutaki. Jamani, haleluya. Hutaki na hutaki. Hii ndio hoja. Amesema kumbuka. Unapokumbuka unakuwa na nguvu. Tumia nafasi hii leo kwenye ibada ya meza ya Bwana. Sema sitaki hiki, sitaki hiki. Ni kweli ulikuwa na halali, lakini sasa huna halali. Mimi ni mwingine ndani ya Kristo Yesu. Siku ya kukumbuka. Jamani, haleluya. Usikubali kwenda kama dhaifu. Usikubali kwenda umeinama. Usikubali kwenda kwamba unajua, sijui wengine vijana wengine wanawezaje, mabinti wengine wanaweza, kwa sababu wanalijua agano. Wanajua liko jipya. Hilo la zamani. Mwambie nilikuwa mjinga, ni nyakati za ujinga, na Mungu aliziacha hizo zipite ili zitakapokuja nyakati za kuwa hodari, za kuwa na maarifa. Mimi sio mjinga wa zamani, sasa nimejaa maarifa ya Mungu. Sitaki kurudi nyuma. Mimi sina nafasi, sina sehemu. Kura yangu haianguki huko, kura yangu inaanguka katika Bwana. Jamani, haleluya. Wengine ulevi. Uliwahi kuonja zamani bia, basi nakufuatiliaga tu bia. Mwambie mimi sitaki tena bia. Mimi ni mtu si wa bia. Mimi naliwa mvinyo wa kimungu na jaa Roho Mtakatifu, ndio ulevi wangu. Jamani, haleluya. Kumbuka. Kuna nguvu katika kukumbuka. Kuna nguvu ukijua kwamba unadaiwa. Hili sio deni. Huyu ni mwongo, anataka kukubana tu na kubananisha mambo ambayo si ya kwako. Leo kataa. Jamani, haleluya. Magonjwa kataa, maagano kataa, udhaifu wa kila namna kataa. Wewe uko huru. Ndio maana leo tunasema meza ya Bwana leo ni ya kukumbuka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya 6, huko nako Mungu ameachilia nguvu kwa ajili yetu.
Waebrania 6 tasoma mstari wa 5 na wa 6. Tunaweza kusoma mingi lakini hebu tusome 5 na 6. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 5 na wa 6. Na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Mstari wa 6, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsurubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Amen. Hatutaki kumfedhehi tena Bwana Yesu kwa dhahiri. Jamani, amina. Hatutaki kuanguka alafu tusiwe hao ambao hawawezi kuinuka tena kwa sababu ya huo mstari wa 5. Hebu soma mstari wa 5 tena. Mstari wa 5 unasema, na kulionja neno zuri la Mungu. Na kulionja neno zuri la Mungu. Na nguvu. Sikiliza kwanza. Tumelionja neno zuri la Mungu. Ni neno gani? Neno la wokovu wetu. Neno la taraja letu. Na nguvu za zamani zijazo. Na nguvu za zamani zijazo. Jamani, haleluya. Ukitaka kulisoma hili likae vizuri, nguvu za zamani zijazo. Tumelionja neno zuri la Mungu. Neno zuri la Mungu tunaweza kulithibitisha katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Wakorinto wa kwanza sura ya 2. Inayosema hivi, ule mstari wa 9. Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 nao unasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, kwenye mabano, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Tunaenda kukumbuka mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Jamani, haleluya. Mambo ya ambayo Mungu, nguvu ya zamani zijazo. Pale tumesoma katika Waebrania. Kumbe kuna nguvu ya zamani zijazo. Nguvu ya zamani zijazo. Kumbe kuna zama zinakuja. Mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Hebu tusome kidogo ambao Mungu amewaandalia wampendao. Ziko katika kitabu hiki cha Ufunuo. Ufunuo ndio inasema mambo ambayo Mungu ametuandalia sisi tumpendao, ambao jicho halikuyaona wala sikio wala haikuingia katika moyo, mambo ambayo ametuandalia tumpendao. Wangapi wanapenda kuyasikia jamani? Hebu tuyasome alafu tuangalie kuna nguvu ndani yake. Haleluya. Hebu soma mama hapo Ufunuo 21. Tuanze. Hebu soma shasha kama utaweza kusoma haraka hata mistari 6 tu. Ya mambo ambayo Mungu amewaandalia kupendao, mambo yajayo. Kuna nguvu ndani yake. Karibu 21:1. Hebu soma hapo. Ufunuo 21 mstari wa 1 hata wa 6. Nitasoma. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu, Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye mstari wa 4, naye atafuta kila chozi katika macho yao. Naye atafuta kila chozi. Ndio nguvu za zamani zijazo. Jamani, haleluya. Atafanya nini Mungu? Atafuta kila chozi. Nyingine, na mauti haitakuwapo tena. Na mauti haitakuwepo tena. Wala maombolezo. Wala kilio. Wala maumivu hayatakuwepo hayatakuwepo tena.
kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Mstari wa 6 na wa mwisho, akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna nguvu ya ajabu tunaingojea. Na hiyo nguvu si kwamba tu tunaingojea, imeanza kutenda kazi ndani yetu. Zamani zijazo, hamna machozi tena, hamna huzuni tena. Hiyo nguvu inatenda, na leo tumesimama kukumbuka. Jamani, haleluya. Tumesimama kukumbuka kwamba sisi ni wasafiri na wapitaji. Hapa sio kwetu. Tuna mji. Amesema nikauona Yerusalemu mpya ikishuka. Mahali pengine anasema kama bibi harusi ameandaliwa tayari. Kuna nguvu, kuna neno hilo. Kuna uwepo wa Mungu kwenye neno. Na hiyo nguvu inatenda kazi hata kwetu sisi leo. Jamani, haleluya. Na mtu mmoja aliwahi kusema, laana pia hufutwa. Maana huzuni ni sehemu ya laana ya watu waliolaaniwa. Machozi ni sehemu ya watu waliolaaniwa. Jamani, haleluya. Mahangaiko ya kila namna ni sehemu ya watu waliolaaniwa. Ndio maana akasema habari za mji ujao, maandalizi ambayo Mungu ametuandalia, yanafuta nguvu ya laana, yanafuta nguvu ya machozi, yanafuta nguvu ya huzuni, na hayafuti kuanzia kesho, yanafuta kuanzia leo. Jamani, haleluya. Hatutaki tukae kwenye huzuni tena, kwenye mashaka tena, kwenye misiba tena, kwa sababu iko nguvu itendayo kazi ya mambo yajayo ambayo tayari yamekwisha kuwapo. Maana ile nguvu ya Mungu huyo ndiye anayetenda kazi jana, anatenda kazi leo, na anatenda kazi milele. Leo tunaialika nguvu hiyo ya zama zijazo ifanye kazi katika madhabahu. Maana ni siku ya kukumbuka kwamba sisi hapa ni wasafiri. Huzuni si kwetu si kitu cha milele. Tunakumbuka, na napokumbuka nguvu hiyo hiyo inatenda kazi ndani yetu isiyo ya kawaida. Kwa sababu iko nguvu imetenda kazi ndani yake. Amesema, mama amesema nisihangaike na huu. Mama ameniwekea, anapiga hatua. Anasema mama ameniwekea muhindi mzuri nyumbani. Mama ameniwekea muhindi. Ile nguvu ya machozi inaondoka, anabaki na kicheko na tumaini na nguvu. Na akifika, kwa kuwa wewe mama ulimwahidia ni mwaminifu, utampa. Machozi hayafuta atakapokamata ule muhindi. Huzuni haitoki atakapoka. Huzuni kwanzia umemwambia muhindi achana nao, ninao muhindi nyumbani nakupa. Huzuni na machozi ya mtoto yanafutwa pale ulipomwambia wewe mama kwamba muhindi uko nyumbani. Futa machozi, usigombanie huo, uko ulio bora zaidi. Na kile kitu, ile huzuni inakoma pale. Haiji kukoma nyumbani, hapana. Inakoma pale alipotambua, alipoelewa muhindi wake uko nyumbani. Kuondoa msiba. Nguvu ya zama zijazo inaondoa mateso, inaondoa magonjwa. Hata kama alikuwa anachechemea, anainuka anasema mama ameniahidi kitu kilicho chema. Kuna nguvu kwenye hilo neno, na hili neno likakupe furaha, na ile neno likakupe kicheko, na ile neno likakuinue. Maana Mungu ameachilia hiyo nguvu itende kwa kazi kwako leo hii, na usihuzunike tena. Jamani, haleluya. Hata kama ilikuwa laana, ijue kwamba haiko nafasi kwa hiyo laana kuendelea kukuzinga. Uko huru. Jamani, haleluya. Tunapoendea meza hii, tunakumbuka sisi tunatembea na nguvu ya zama zijazo, kutupa nguvu, kutuinua, kutuwezesha. Maana ahadi ya Mungu aliyetuahidi ni kubwa, na uaminifu wa Mungu aliyeahidi, uaminifu wake ni mkubwa hata kuliko yule mama. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaendea meza ya Bwana, na Bwana Yesu amesema tukumbuke.
Jamani, haleluya. Amesema tukumbuke. Leo unapoendea meza ya Bwana, Bwana Yesu anakuambia kumbuka, nimechukua aibu yako, nimechukua mateso yako, nimechukua huzuni yako. Kumbuka, usiache kukumbuka. Usipokumbuka hautajinyenyekesha kwa Bwana, na ukijinyenyekesha utapokea uzima, utapokea uponyaji, utapokea furaha, utapokea ushindi utokao kwa Bwana. Jamani, haleluya. Na sasa tutaita praise team itupe tenzi au itupe pambio linahusiana na neno la Mungu hili tulisikia. Na wakati anapoimbisha wimbo huu au tenzi hii, vyote ambavyo Mungu atawaongoza, usimame mwambie Bwana, ni siku yangu ya kukumbuka. Kukumbuka kwako ni kwa ajili ya kushindana na adui. Kukumbuka kwako ni kwa ajili ya kukataa huzuni. Kukumbuka kwako ni kwa ajili ya kukataa udhaifu wao wote. Kukumbuka kwako ni kwa ajili ya kupokea nguvu inayohuisha, nguvu inayoponya. Kukumbuka kwako ni kukumbuka kwamba kumbe mimi ni mtu wa agano jipya, mimi si mtu wa huzuni. Kukumbuka kwako ni kusema shetani uchezi na maisha yangu tena, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Shetani huna nafasi ndani ya maisha yangu tena. Kukumbuka ni siku ya kukumbuka. Kwenye kukumbuka kuna nguvu. Kwenye kukumbuka kuna nguvu. Ilimpa Daudi kumshinda Goliati. Hakuwa na silaha, hakuwa na uzoefu kama Goliati, lakini alivyokumbuka alijua kwamba anatembea na Mungu mwenye nguvu, Mungu alimwezeshaye. Leo ndio tunataka tukumbuke hayo. Na hata kama ulikuwa unasahau, ni siku ya kutubu. Yule Nebukadneza alivyokuwa kama mnyama kule polini, natamani ni asome maandiko hayo. Akasema, sasa nimejua wewe ni Mungu mkuu, wewe ufanani na kitu chochote. Tunasoma katika Danieli, ngaje sikuwa nimeandaa maandiko hayo, lakini ujue kwamba Nebukadneza alivyokuwa kama mnyama kwa miaka hiyo 7, akajuta, akamwadhimisha Mungu, akakataa kile kiburi alichokuwa nacho, akawa mtu mwingine kwa Bwana. Na kwa hiyo Mungu akamkirimia, anasema akaurudisha ufalme wake, akarudisha umaarufu wake, akarudisha kila kitu alichonyang'anywa kwa kipindi chote. Na tusome mstari wa 34, naomba usome dada huo mstari kama yupo hapo bado. Sura ya 4 mstari wa 34 anasema, hata mwisho wa siku hizo. 30, sura ya 4 mstari wa 34. Kitabu cha Danieli sura ya 4 mstari wa 34, na unasema, hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadneza nikainua macho yangu kuelekea mbingu, fahamu zangu zikanirudia, nikamhimidi yeye aliye juu, nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele, kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele, na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi. Endelea. 35, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye hufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani, wala hapana awezaye kuzuia mkono wake wala kumuuliza, unafanya nini wewe? Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia, na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu enzi yangu na fahari yangu zikanirudia, na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta, nami nikathibitika katika ufalme wangu, nikaongezewa enzi kupita kiasi. Basi mimi
Basi mimi Nebukadneza namhimidi mfalme wa mbinguni, namtukuza na kumheshimu, maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili, na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuwadhiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jinsi alivyoinua macho yake, jinsi kumbukumbu zake zilivyorudi. Na wewe mwambie Bwana, kumbe kumbukumbu zangu zinarudi. Nimesoma kitabu cha Isaya 53, kumbukumbu zangu zimerudi, shetani asinionee. Nimesoma na kitabu hiki cha Danieli, Nebukadneza alipojisahau alipigika, lakini kumbukumbu zangu zimerudi. Nilikuwa na manunguniko, nilikuwa na hofu, nilikuwa na madhaifu, lakini kumbukumbu zangu zimenirudi. Nimekumbuka nafasi ambayo Bwana ulikusudia nitembee nayo na niishi nayo. Na mimi kadiri vile anasema vitu vilirudishwa, heshima yake ilirudishwa. Na wewe mwambie Bwana, na mimi afya yangu inarudi, heshima yangu inarudi. Wa mawaziri wangu waliomkimbia, maana alikuwa kama mnyama, walirudi wakamtafuta. Inawezekana kuna vitu umevipoteza kipindi hiki ambacho ulikuwa umetoka kwenye kumbukumbu, lakini kwa nguvu ya kumbukumbu heshima yako inarudi, nguvu ya utakatifu inarudi, kunyenyekea mbele za Mungu kunarudi, kumwabudu Mungu katika roho na kweli kunarudi, kuishi maisha wokovu kunarudi. Kwa hiyo mwambie Bwana, kwa nguvu ya kumbukumbu ninatakaswa, ninafanya upya, ninaendelea na wokovu katika utakatifu, katika ukamilifu, katika nguvu, kwa kuwa nimerejeshewa nguvu ya kumbukumbu na ufahamu wangu. Tuende tuimbe na Mungu atakusaidia mengine kusema hata ambayo mimi sijasema. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia kwa bei ya mauti, kwa bei ya mauti nimekuwa mtoto nimekombolewa. Inua mikono yako juu, mwadhimishe Bwana. Nebukadneza alimwadhimisha Bwana, kumbukumbu zake zikarudi, heshima yake kwa Bwana ikarudi, ibada yake kwa Bwana ikarudi. Na wewe rejesha, na wewe urejeshewe nguvu, urejeshewe utu wako, rejeshewe ibada, rejeshewe utakatifu. Kukombolewa na furaha kupita lugha kutamka, ulionyesha pendo lako. nimekuwa kombolewa. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka, fanyeni hivi kwa kunikumbuka, fanyeni hivi kwa kukumbuka agano, fanyeni hivi kwa kukumbuka siku ya wokovu wako, fanya hivi kwa kukumbuka siku ya uponyaji wako, fanya hivi kwa kukumbuka siku ya kuponywa kwako. Nitamwona uzuri wa Mfalme wangu wa ajabu, na sasa najifurahisha
mbele za Bwana. Tukuze Mungu kwa siku ya ukombozi wako. Tukuze Mungu kwa siku ya uponyaji wako. Tukuze Mungu kwa siku ya kukusafisha na kukutakasa. Tukuze Mungu kwa siku anakukumbusha kwamba amelipa yote, amelipa yote, amemaliza yote na imekwisha. Na sasa kumbuka, uko huru kutembea katika utakatifu. Shetani hana kitu kwako kuendelea kukugandamiza, kuendelea kukutembeza kwenye tamaa ya macho, tamaa ya mwili, kwenye wizi, kwenye zinaa, kwenye uchafu wowote ule. Hana sababu. Yesu amekupa nguvu mpya, ameufufua mwili wako, amekutoa kwenye kila aina ya uchafu, amekutoa kwenye kila aina ya uharibifu, amekutoa kwenye kila aina ya udhaifu, amekutoa kwenye kila aina ya shida, amekutoa kwenye kila aina ya msiba. Uko huru. Mwambie, hutanitembeza kwenye shida, hutanitembeza kwenye uharibifu, hutanitembeza kwenye mahangaiko yako, hutanikimbiza usiku wakati wa ndoto, hutanihuzunisha, hutazuia chakula changu, hutazuia fedha yangu, hutazuia cheo changu, hutaniulia furaha yangu, hutanizuilia watoto Mungu aliyokusudia niwe nao, watoto wa kike na wa kiume. Mungu amenipa, hutawazuilia, hutanifanya mtesa, hutanifanya mchane, hutanifanya tasa, hutanifanya mtu wa kudharauliwa. Bwana amekwisha kudharauliwa kwa ajili yangu. Ni kweli nilijisahau kama Nebukadreza, ni kweli napita katika ugumu, lakini nimeinua macho yangu mbinguni, nimeinua macho yangu kwenye kazi ya msalaba. Sasa nimekumbuka mimi ni mtu wa Agano Jipya. Vitu vyangu vinarudi, heshima yangu inarudi, furaha yangu inarudi, kazi yangu ipo nami naiendea, afya yangu iko vizuri, utacheza na afya yangu tena. Nimekumbuka unarudisha nafasi yangu. Uliondoa mawaziri, wanarudishwa. Uliondoa mavazi, yanarudisha. Ulininyang'anya pendo na kibali kwa mume wangu, unarudisha. Napokea uponyaji, napokea uponyaji. Huku natawanya watoto wangu. Nimekumbuka